Asante sana Naibu Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, watu wa hapa Nyandarua, Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Didmus Wekesa Barasa. Mimi ni mbunge wa huko Bungoma, mahali inaitwa Kimilili. Nimekuja hapa kwa sababu huyu Rigiji anapenda kusaidia sisi viongozi vijana. Na vile nimesikia huyu Methu ndio senator wa hapa, mimi nilikuwa nimefikiri hii ni miaka yake ya 10. Kumbe ni miaka yake ya kwanza ya 5. Ni kijana ambaye ako na akili nyingi sana. Ukichukua hii akili ya Methu, kama kungekuwa ati daktari iko daktari anaweza toa kichwa ya mtu apatie mwingine atembee naye, alafu atoe hii kichwa ya Methu wapatie kioli atembee naye, angekuwa mwenda wazimu sababu ya akili nyingi ya Methu, yeye hawezi akabeba kwa kichwa yake. Unajua ule Jeremiah Kioni nimeona juzi amevaa sufuria huko town. Nikakumbuka mwaka wa 2013 alikuwa ndio running mate ya Musalia Mudavadi. Wakati kura ilihesabiwa hapa Ndaragwa, Musalia Mudavadi alipata kura 0. Nikashindwa kwani hata huyu Kioni hakupigia Musalia. Sasa vile nimeona yeye amevaa sufuria kwa kichwa na ametembea na wale watu ambao kuna wakati mwingine nilikuwa huko nafanya campaign huko Bungoma. Nikasikia yule rafiki yake yule mzee yule amekuja hapa Nyandarua. Nikasikia anatangaza mpira. Akasema aje anachukua Martha Karua, anajenga Rigathi Gachagua, ati Gachagua anavunjika mguu, anatolewa kwa machela. Huyu Rigiji ni mtu ya kuvunjika mguu ya kutolewa kwa machela kwa... Si wao ndio walivunjika mguu yao wenyewe. Mheshimiwa Naibu Rais, mimi nimekuja mapema kidogo nikakaa hapa. Mimi nimesikia wananchi hawa anafanya maandamano, anasema ati bei ya vyakula ati iteremke. Lakini asemi kwamba bei ya samaki pia iteremke. Samaki ndogo hivi shilingi 300. Samaki yenyewe haipatiwi chakula, iko tu Lake Victoria, unaenda pale unafua, unaenda unauza. Sisi Naibu Rais, vile tumesikia kwamba serikali iko na mpango ya kuteremsha bei ya unga. Tumewaunga mkono, lakini ikifika mwezi ya Septemba bei ya unga ipande, ndio mkulima ya kupanda mahindi pia bei yake ipande. Tunataka pia bei ya viazi pia ifanye namna gani? Ipande. Siko namna hiyo. Yangu ya mwisho, Mheshimiwa Naibu Rais, mimi nakushukuru sana vile wewe umeendelea na roho yako ya kupenda wananchi. Sisi kama wajumbe tunakuhakikishia wewe angalia mbele kwa matatizo ya wananchi wa Kenya, uendelee kuwakarabatia uchumi, uendelee kuwatengenezea maisha yao ikuwe sawa sawa. Wale wa kuvaa masufuria kwa kichwa kwa kupiga kelele, hao sisi na kina Methu hapa uachie sisi, tutapambana na wao. Na niliambia yule mzee ya mtendawili, unajua amehangaika hii Kenya zaidi miaka 30 akitafuta huu ufalme wa Kenya. Na nilikuwa nimwambia pastor yangu kule nyumbani kwamba hata kama hii ufalme ya hapa Kenya amekosa miaka 25, nilikuwa namuombea kwamba ile ufalme ya mbinguni asikose. Lakini vile juzi amefanya maandamano akachoma kanisa, naona hata ya mbinguni pia atakosa. Shauri yake, mimi nilimwambia shauri yake. Mungu awabariki sana.